Ni furaha iliyokuwa ya kusadikika, lakini leo imetimia. Ni kama ndoto iliyotimia pasipo matarajio. Mojawapo ya matukio yaliyojaa utu na kugusa mioyo ya watu katika kufunga mwaka 2025 ni hili alilolifanya mbunge wa jimbo la Mtumba na waziri wa madini Anthony Mavunde, ambaye amerejesha tumaini kwa Bi Verian Daudi, mkazi wa Vikonje jijini Dodoma, kwa kumkabidhi nyumba yake iliyofanyiwa ukarabati na kurejeshwa katika hali ya heshima na salama. Hiyo huduma inatoka kama Mwenyezi Mungu. Wanafikia luto wako yaliyowaita na wananitendea. Bi Verian ni mjane anayeishi peke yake na alifikia hatua ya kukata tamaa na kutaka kuuza nyumba yake kwa kiasi cha shilingi 500,000, lengo likiwa ni kupata fedha kwa ajili ya matibabu baada ya kuugua uvimbe kwa muda mrefu pasipo msaada wowote. Maisha magumu, upweke na ugonjwa vilimlazimu afikie kuuza mali yake ya mwisho, ambayo ni nyumba iliyojengwa kwa jasho lake ili kuokoa maisha yake. Nikaona nimehangaika, lazima niuze hii nyumba yangu. Nipelekee hospitali. Mimi nikaamua, mimi sio mtoto wala nini, mimi nimeamua mimi kuuza nyumba. Watoto wako mbali, yalikuwa mmoja tu kasema hivi, unafanya nini mimi peke yangu? Labda uuze. Siku katatu ya nyumba na nyumba ya kwako. Hakuna, wanasema uongo, wanatangaza nafanya uongo. Kwanza nilibali kidogo, lakini nikafikiria hii nyumba niweuze kwa hela ndogo. Nimekwenda kupata matibabu kwa hela ndogo. Nimekaa wapi? Hii pia hela kubwa, nikaenda kununua mahali pengine. Hapa nimekaa wapi? Ndio akaja mtoto mwingine, anataka kunani? Kuuza hiyo nyumba. Kununua hiyo nyumba. Nikamwambia, milioni 30 ndio naona nimefanya nini? Nauza, lakini sio milioni 30 sote nikauza. Akasema, ngoja sisi wa TBC tukitafutia nini? Msaada. Ndio anatafuta kweli huko, wananiita. Nikaenda huko Dodoma, wananipeleka wenyewe kwa Dodoma na hela ya kwao huko, mpaka wakanitibia mpaka sasa hivi. Mavunde amekuja mara ya kwanza kwenye mimi nimenipasua. Kafika kabisa kuleta vitu, yananiletea vitu, kafika kabisa. Kafika maana hospitali amekuwa yupo. Hiyo yani nyumba kwangu hakuna amekuja. Anakujua hata hapa anajua. Kule hospitali tunayo mpaka wakati wa kurudi tunayo. Ndio kanirudisha nyumbani kwangu. Hiyo Mavunde huyo ndio mwenye huyo wa nyumba mpya. Siku ya kuwa mpya Mavunde huyo. Hiyo Mavunde. Mwambie asante. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Mwambie mtu nini? Mtu anamsaidia, mwambie nini? Ni kwamba shukrani tu kwa Mwenyezi Mungu. Anasikia wito wa Mwenyezi Mungu hata kunitendea mazuri. Taarifa hii ya uchungu ilivuma, na miongoni mwa watu waliosikia sauti hiyo ni Anthony Mavunde, na bila kusita alichukua hatua ya haraka. Mbali na kuhakikisha Bi Verian anapatiwa matibabu ya stahiki, mbunge huyo pia alisimamia ukarabati wa nyumba hiyo kwa gharama zake, akilenga kurejesha hadhi ya utu wa mama huyo mjane. Nyumba hii ni nyumba ya Bibi Verian. Ya kwake aliijenga mwenyewe na familia yake. Baada ya kupata matatizo ya kuumwa, siku moja nikaona kwenye chombo cha habari, taarifa ya habari, kwamba anaumwa na anahitaji msaada wa matibabu, anaomba Watanzania wamsaidie. Na nikaona ule uvimbe mkubwa aliokuwa nao, na mimi kwa sababu hayo ndio maisha yangu siku zote ya kushughulika na watu wenye mahitaji,
Nikawapigia simu viongozi wa kata, nikawaomba kama wanaweza kumleta mjini ili niweze kumsaidia. Bahati nzuri afisa ustawi wa jamii wa kata, mdogo wangu Mela Katamba, sijui uko wapi, naomba usogee mbele hapo. Nilipompigia simu akaniambia tayari kuna utaratibu umeandaliwa kupitia idara ya ustawi wa jamii. Kwa hiyo tukamchukua bibi tukampeleka hospitali ya General akafanyiwa upasuaji, na tulikwenda kumwangalia akiwa na mwanaye, lakini tumekaa naye pale kama siku 2 hivi. Na hata baada ya kumfanyia bibi upasuaji tukawaza sana, bibi alikuwa analalia mkeka, na kutoka hospitalini kule ilibidi tutengeneze kitanda cha haraka, na aliyesimamia ni binti huyu. Nilimpatia fedha tukiwa hospitalini, akaenda kununua kitanda na godoro akaliwaisha hapa, ili bibi akitoka hospitali aje alale sehemu nzuri ambayo pia itamsaidia kuweza kupona majeraha yake. Kwa ndugu zangu, baada ya kuliona lile tangazo na baada ya kuwasiliana Mela, tukamfanyia bibi upasuaji akapona, lakini tukasema tuna jukumu pia la kuifanya ile nyumba aliyoitaka kuuza kwa shilingi 500,000 isiwe na thamani ya shilingi 500,000 tena, ili siku moja ajivunie kwamba nyumba yake 500,000 leo imekuwa ni kitu tofauti kabisa. Na mimi nilisema kazi hii nitaifanya, na niliamua kuikarabati nyumba yake hii na kuiweka katika hali hii. Natamani bibi na yeye aishi maisha ya furaha, afurahi, ajisikie yupo duniani, akae sehemu nzuri. Kama sisi katika maisha yetu ya kila siku tuna uwezo wa kuwa na vitu vya ziada, basi ndugu zangu, hakuna ziada mbaya kuwasaidia watu wenye mahitaji. Mimi sikujali bibi ana watoto au ana watu gani ambao wako, mimi niliangalia yeye na mimi moja kwa moja, na ndio maana niliona nilifanya hili ambalo nalifanya siku hii ya leo. Kwa rai yangu ni kuwaomba wanajamii wote, kama unaweza kuwa sehemu ya tabasamu ya mtu, usikubali jambo hilo likupite. Hakuna jambo jema kama kumfanya mtu aliyekuwa na huzuni akatabasamu. Hakuna jambo jema kama kumpa matumaini mtu aliyekuwa amepoteza matumaini. Hii ni sadaka kubwa kwa Mwenyezi Mungu ambayo ningeipenda kila mmoja wetu iwe sehemu ya maisha yake. Ndugu zangu, sisi wengine Mwenyezi Mungu anatujalia, anatubariki. Sijawahi kujua mlango wowote wa mganga. Waganga wangu mimi ni hawa wenye mahitaji. Hakuna kinga kubwa kama hii. Hakuna kinga kubwa kama hii. Kwa hiyo niwaombe pia na wote mlioko hapa, tujenge utamaduni wa kuwasaidia watu wenye mahitaji. Ni jambo jema, jambo la kumpendeza Mungu, ni sadaka pia. Sasa baada ya kuyasema haya, leo tumeona pamoja na rafiki zangu, hawa ni vijana wa Dodoma waliokuwa pamoja na waliosoma pamoja, tumetengeneza umoja wetu ambao pia tunasaidiana kwenye shida na raha, na walivyoona jambo langu hili wakasema watakuja kuniunga mkono. Kwa pamoja na kuikabidhi nyumba hii ambao mlikuwa mnaifahamu nyumba hii, bibi alikuwa ameziba madirisha yake kwa matofali ambao pia ilikuwa haimsaidii kuingiza hewa ndani. Kwa ni nyumba ambayo ilikuwa haina hewa. Alikuwa ameziba mpaka juu kote na matofali. Kwa tuliamua kutoa yale matofali, tumewekea madirisha ya kisasa, afurahie na yeye kwamba yuko duniani na kuna watu wanamjali. Pamoja na ndani pia tumemwekea milango kote na kumwekea ceiling board ya kisasa kabisa. Naamini hii itamfanya aendelee kuishi kwa amani sana katika eneo hili.
Katika tukio lililojawa hisia, Mavunde akiwa na viongozi wa mtaa na wanajamii wa Vikonje alikabidhi rasmi nyumba hiyo kwa Bi Verian, ambaye pia hii tu si nyumba mpya bali ni mwanzo mpya wa maisha yenye matumaini baada ya kupita katika giza nene na kukata tamaa. Hii ni ripoti kutokea makao makuu ya nchi Dodoma. Jina langu ni Malongo Mbeho.